ni mtoaji. Haleluya. Mungu ni mtoaji. Na sisi kubwa ndio hii kama leo kwamba Mungu ni mtoaji. Mkristo ni nani ndani ya kanisa? Mkristo ni nani ndani ya kanisa? Mkristo sio anayesali. Mkristo ni yule ambaye anamwakilisha Kristo. Kristo alitembea katika nyanja zote, lakini utaona alikuwa na chemchemi tatu alizofanya. Mungu ana tabia tatu. Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo aliyeitwa Mkristo haijalishi na miaka mingapi kwenye wokovu, lazima uwe mtakatifu. Kama hakuna mtakatifu, maana yake hamna Ukristo. Maana yake wewe sio wakili wa Kristo, na wala sio wakili wa Yesu. Na sehemu nimepita, na sehemu nimeenda katika majira ya maombi na maombezi, nashangaa sana. Aliyekuwa kiongozi na ni mzee wa kanisa mzuri sana, ile tunaanza maombi akalipuka mapepo, na tulipoendelea kuomba mapepo yakaanza kuongea. Sijui ni Shemasa alitoka wapi, kwa Shemasa alikuwa ni mgani na sijui alikuwa anataka kufanya kuaibisha mtu, sijajua. Akamwekea maiki namna hiyo. Sijui kama huku yako. Yaani anaweka maiki namna hiyo. Halafu yeye anasema, nilikuwa nataka niuwe madhabahu na niuwe mchungaji. Kanisa zima wanasikia anayetoa sauti ni mzee wa kanisa. Na wewe unasema mbele yako mpaka watu wote wanaangalia chini na kutetemeka. Lakini alikuwa amevaa roho chafu ndani yake. Kwa hiyo haijalishi, unaweza kuwa Mkristo ndani ya kanisa. Unaweza kuwa Mkristo unatembea, wewe unatembea unaniona kama uko sawa. Lakini Mungu akikuchunguza akuone Mkristo wako. Nimesema Mkristo lazima awe mtakatifu. Sawa kwa halisraeli sikuwe toka makondo ni jukumu lako kujipanga kwamba leo ni ibada. Lazima nijitoe niende ibada. Lakini leo ni ibada, lazima nitoe kitu ambacho kitakuwa ni ishara cha kuunganisha mimi na Mkristo wangu. Utakatifu wetu uko wapi? Haleluya. Mkristo aliye mfuasi wa Yesu lazima awe mwaminifu. Jambo la pili, Mungu wetu ni mwaminifu. Akisema nitakubariki, maana yake atakubariki. Wakati naanza huduma, ilikuwa niko kwenye wakati ambao sio salama sana. Nimeacha kazi ambayo ilikuwa ina mshahara mzuri mnono. Nimeacha shughuli nyingi sana za kufanya. Mke wangu anaingiza kipato kwenye akaunti yake mwisho wa mwezi. Mimi nakuwa na pesa mwisho wa mwezi. Tunaanza huduma, mazingira hayakuwa kama tulivyotegemea. Lakini bado Mungu akaniambia Bwana Yesu asifiwe. Sasa naongelea katika baraka za Bwana. Sio naongelea katika kilimo ndio. Naongelea kwenye baraka za Bwana. Haleluya. Unaacha ni kazi ambazo unaweza kusema kweli na yaani wewe mwenyewe, yaani nafsi yako na akili yako ni mbaya. Hapa kweli ni mbaya. Si kama yuko mtu hapa. Kuna wengine
mshike sikio kidogo. Inawezekana sauti haisikii vizuri. Tabia sauti kidogo, mwambie lazima kwenda na mipaka rafiki yangu wewe. Mwambie ndio anafanya kwa mtakatifu. Mwambie kama jambo la pili, tengeneza uaminifu. Mwambie kama maana uaminifu alika. Mwambie umenielewa? Changamoto ni kwamba haujamshika sikio, ndio maana hawezi kuelewa. Halo. Najua sio tamaduni lakini mshike sikio kidogo. Najua sio tamaduni. Mimi nimekuja kuvuga tamaduni, sio tamaduni. Mshike sikio kidogo. Halafu mwambie mdomo wako unamwangalia pale kwenye sikio. Mwambie Mungu anatamani uwe mwaminifu sana. Unaona kama hapa Kigoma, hapa Kigoma. Wanafanya biashara kubwa lakini hawana mtaji na sisi. Hilo wanalofanya ni uaminifu. Akiuza kidogo, akapata kidogo, anagawana ile faida na bosi wake, maisha yanaenda. Wewe unaona anajenga, unaona anasomesha watoto shule, unaona analeleka vizuri, lakini mtaji mkubwa ni uaminifu. Mwambie jambo la tatu, tabia ya Mungu, tabia ya Kristo, tabia ya mwana wa Mungu. Jambo la tatu, Mungu ni mtoaji. Mwambie jivalishe roho ya utoaji kuanzia leo. Mwambie na usisukumwe. Taelewana baba. Ila tunasema. Unaweza kupewa ofisi ya mtu na mtu akaikuta vile vile. Unaweza kuachia watoto wa jirani na ukakuta vile vile. Haya yote unatamani yule mtu amuone kwamba ni mtu ambaye ni mtakatifu. Ni mtu ambaye ni mwaminifu. Ni mtu ambaye ni mtoaji. Ukijipima katika haya naona mbingu unafika juu yako. Unaweza kuwa kwa kidogo wapi? Baada ya kuongeza peke yake, hata mtu akishiriki. Shauku yako wewe na mtu. Wanaweza kuishi. Wanaweza kuishi. Mungu ni mtoaji. Hebu tuangalie mifano miwili hii tusaidie. Ya kudhihirisha kwamba tabia ya Mungu katika hali ya utoaji. Mfano wa kwanza ni huu. Ni shamba la Edeni. Ni shamba la Edeni. Lakini unaweza kuandika sio shamba, andika bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni, maana kuna tofauti kati ya bustani na shamba. Wanaweza kuishi. Mungu anatafuta eneo la kupanda bustani. Tofauti iliyopo kati ya shamba na bustani ni kwamba bustani inatunzwa kwa gharama. Na mtu anapotengeneza bustani anachagua kitu cha kupanda kwa malengo fulani. Aidha ni maua yenye rangi nyekundu, aidha ni maua yenye rangi ya bluu. Hicho ndicho kitu anachokipanda ndani ya bustani. Na ndio matokeo atakayoyapata kugharimikia ile bustani. Jamani, haleluya. Lakini shamba inaweza ikaota makundi yakaingia, umepanda mahindi, unaona na kahari hapo. Ndani ya shamba lile, unaona mgongo unatokea. Unaona majani fulani yanatokea. Lakini bustani ina gharama. Lakini katika gharama zote Mungu alizofanya, utashangaa Mungu anaichukua ile bustani yenye thamani, yenye viwango, alafu anamkabidhi na jamani mwanadamu. Tunaelewa? Kitu cha pekee kizuri sana, chenye thamani kubwa sana, halafu anamkabidhi mwanadamu. Utaiona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 8. Angalia hapo, unaona kabisa Mungu anatoa kitu chenye thamani, kitu kizuri, anampa mwanadamu. Hampi mabaki. Mungu hakutoa mabaki ya bustani kumpa mtu. Alitoa kitu chenye thamani, chenye kuheshimika, chenye kupendwa, akakitoa akampa mtu.
Unaona